Rafiki yangu, fikiria hivi. Una jirani yako anayeishi katika nyumba ya kawaida sana. Anaendesha gari la kizamani na la kawaida kabisa. Na huwezi kumuona akiposti picha za magari makali, vyakula anavyokula, wala maeneo mazuri anayotembelea. Lakini ana mamilioni ya fedha benki. Sio hadithi. Huyu ndiye millionaire next door. Milionea aliyeko jirani. Leo katika muhtasari huu wa Kiswahili, tutagundua siri za watu ambao wamejenga utajiri halisi bila maonyesho. Kama unataka uhuru wa kifedha, familia yenye amani na maisha bila wasiwasi wa pesa, basi sikiliza kwa makini. Kitabu hiki kimebadilisha maisha ya mamilioni ya watu duniani. Kinaweza kukubadilisha na wewe pia. Karibu kwenye muhtasari wa The Millionaire Next Door na Thomas J. Stanley na William D. Danko. The Millionaire Next Door kilichapishwa mwaka 1996. Waandishi wawili walifanya utafiti mkubwa kwa miaka mingi kwa mahojiano na maelfu ya mamilionea duniani. Waligundua jambo la kushangaza sana. Wengi wa matajiri hawa si watu wanaotokea kwenye runinga wakiwa na saa za dhahabu na magari ya kifahari. Badala yake, wengi ni watu wa kawaida sana. Walimu, wafanyabiashara wadogo, mafundi na hata wakulima, ambao wamejenga utajiri pole pole kwa miaka 20 hadi 30 kwa tabia rahisi lakini zenye nguvu ya ajabu. Kwa nini kitabu hiki kinajali sana leo, hasa kwetu sisi wa Afrika na watu wanaotafuta maisha bora? Kwa sababu kinaonyesha kuwa utajiri si wa wale tu wenye bahati au wanaofanya kazi kubwa mijini. Ni wa yoyote aliye na nidhamu na akili. Katika wakati huu wa mitandao ya kijamii ambapo kila mtu anataka kuonyesha maisha mazuri, kitabu hiki kinakukumbusha, usiishi ili kuonyesha, ishi ili kujenga mustakabali. Sasa, hebu tuangalie mafunzo 7 muhimu yanayoweza kukufanya uwe milionea jirani wako mwenyewe. Somo la kwanza, ishi chini ya kipato chako. Live below your means. Hii ndiyo msingi wa kila kitu. Mamilionea halisi hutumia pesa chini ya wanavyopata. Kama unapata shilingi 500,000 kwa mwezi, usitumie yote. Tumia 300,000 au 350,000 na kiasi kilichobaki uweke akiba. Mfano, kuna fundi wa magari aliyeishi katika nyumba ndogo kwa miaka 25. Hakununua gari mpya kila mwaka. Aliweka akiba yake na kuwekeza. Leo ana mali nyingi. Wakati huo huo, daktari mwenye mapato makubwa sana ana deni kubwa kwa sababu anataka kuishi kwa kuonekana kama tajiri. Anza kufuatilia matumizi yako. Andika kila senti unayotumia angalau kwa wiki moja. Utashangaa sana kuona namna hela yako inavyopotea. Kahawa ya kila siku, madeni ya simu au nguo za mitindo. Lengo, weka akiba angalau 15 hadi 20 faida zako kila mwezi. Utaona maajabu baada ya muda. Somo la pili, mapato si sawa na utajiri. Income does not equal wealth. Waandishi waligundua kuna aina mbili za watu. PAW, Prodigious Accumulator of Wealth, wanaokusanya utajiri haraka, na UAW, Under Accumulator of Wealth, wanaopata pesa nyingi lakini hawana chochote. Mfano, mtu anayepata milioni 2 kwa mwezi lakini anatumia yote kwenye gari, nyumba kubwa na likizo, anaweza kuwa maskini zaidi kuliko mfanyabiashara mdogo anayepata 800,000 lakini anaweka akiba na kuwekeza kila wakati. Hebu jaribu kuhesabu utajiri wako halisi, net worth, kwa kuchukua mali zote ulizonazo na kutoa deni. Lengo lako liwe, ongeza net worth yako kila mwaka. Tafadhali usijilinganishe na mapato ya mtu mwingine. Somo la 3, epuka vitu vya kujionyesha. Avoid status symbols. Mamilionea wengi huendesha magari yao kwa miaka 5 hadi 10. Huvaa nguo za kawaida sana na kuishi katika mitaa ya kawaida. Wanajua kuwa pesa inayotumika kununua heshima inaweza kutumika kujenga utajiri wa vizazi, generational wealth. Katika Afrika yetu ni rahisi kuanguka katika mtego huu. Harusi kubwa, sherehe za siku ya kuzaliwa, simu mpya kila mwaka. Mamilionea huchagua thamani badala ya kuonyesha. Badala ya kununua gari la milioni 50 kwa mkopo, nunua gari la milioni 15 na weka tofauti hiyo kwenye biashara au hisa. Baada ya miaka 10 utakuwa na mali badala ya deni. Kabla ya kununua kitu chochote cha gharama kubwa, hebu jiulize, je, hii inanifaidia kujenga utajiri au inanifanya nionekane tajiri tu? Somo la 4, tumia vizuri muda wako, nguvu na pesa. Allocate time, energy and money efficiently. Mamilionea huandaa bajeti na huifuata. Wanatumia muda wao kujifunza kuhusu fursa za biashara badala ya kutazama TV au kushiriki mijadala isiyo na maana mitandaoni.
Wanawekeza katika vitu vinavyoleta mapato, assets, biashara zao, mali isiyohamishika au hisa. Hawanunui vitu vinavyopungua thamani haraka. Unda bajeti rahisi ya 50-30-20, asilimia 50 kwa ajili ya mahitaji, asilimia 30 kwa ajili ya matamanio, asilimia 20 kwa ajili ya akiba na uwekezaji. Tumia programu rahisi au daftari rahisi. Kila mwezi, hakikisha pesa inafanya kazi kwa ajili yako. Somo la 5: chagua kazi au biashara sahihi. Si kila kazi inakufaa kujenga utajiri. Mamilionea wengi ni wafanyabiashara wadogo au wanaofanya kazi katika sekta zinazohitaji bidhaa au huduma kila siku, kama ujenzi, chakula, usafiri au huduma. Hawafuati tu kazi yenye heshima, wanatafuta fursa ambapo wanaweza kuwa wamiliki na kujenga thamani. Mfano, mtu alianza duka dogo la vifaa vya ujenzi katika mji mdogo. Alilikuza polepole hadi sasa lina matawi mawili na linamletea mapato mazuri. Jiulize, je, kazi yangu inaweza kuniletea fursa ya kumiliki au kuongeza mapato? Fikiria kuanza biashara ndogo kando. Funzo la 6: usimwage pesa kwa watoto wako. Don't give too much economic outpatient care. Hii ndiyo fundisho muhimu sana. Wazazi wengi matajiri hutoa pesa nyingi kwa watoto ambao wameshakuwa watu wazima, malipo ya kodi, magari, nyumba. Matokeo, watoto hao hawajifunzi kujitegemea na utajiri unaishia kuyeyuka katika kizazi kimoja. Mamilionea hufundisha watoto wao nidhamu ya pesa mapema. Wanawafundisha kufanya kazi, kuweka akiba na kujenga maisha yao wenyewe. Ikiwa una watoto, anza kuwafundisha kuhusu pesa sasa. Wape kazi ndogo nyumbani na uwalipe. Wafundishe kuweka 10% ya pesa wanazopata. Hii itawafaa zaidi kuliko kuwapa kila kitu. Funzo la 7: uhuru wa kifedha ni muhimu kuliko kuonyesha utajiri. Mwishowe, mamilionea hufanya kazi ili kufikia uhuru wa kifedha, wakati pesa inakufanyia kazi badala yako. Hawafanyi kazi ili kununua vitu vya kujionyesha. Hii inawaleta amani na furaha ya kweli. Wanaamini kuwa maisha yenye hekima na nidhamu yanazidi maisha ya anasa iliyojengwa kwa deni. Rafiki yangu, siri ya utajiri si bahati, si elimu ya juu, wala si mapato makubwa. Ni tabia, kuishi chini ya uwezo wako, kuepuka madeni yasiyo ya lazima, kuwekeza wakati na pesa vizuri na kufikiria mustakabali wa muda mrefu. Kama utatumia hata moja ya mafunzo haya leo, maisha yako yatabadilika. Fikiria miaka 10 kutoka sasa. Utakuwa huru kifedha au bado unapigana na deni? Chagua ni lako. Ikiwa umependa muhtasari huu, fanya mambo matatu sasa hivi. 1. Bonyeza like na subscribe ili upate muhtasari zaidi vya vitabu vya maendeleo. 2. Andika katika maoni, nitaanza kuishi chini ya uwezo wangu, au funzo ulilopenda zaidi.